Weni mimi niko njiani, kwa sababu tunafanya hiyo kazi sehemu hii yote wakati tunafanya katika taifa letu la Kenya, na ni kwa sababu mimi naamini kwa umoja ya taifa. Ile siasa ya zamani ya kubaguana na uchuki na ukabila sisi hatutaki. Tunataka kuunganisha taifa letu la Kenya. Vile vile nikiwa hapa Machakos, mbali na barabara, mbali na affordable housing, tuko na program ya stima, tuko na maneno ya maji. Tumeongea na hawa viongozi wetu wa hapa, tumeongea maneno ambayo inaendelea pale Konza City, kwa sababu tunataka kutumia teknolojia kusukuma uchumi wa taifa letu la Kenya kwenda mbele. Vile vile mimi nataka niwaulize kina mama ya kwamba kila mtoto wa Kenya asikose nafasi ya kwenda shule. Tumeweka pesa nyingi kusomesha watoto wa Kenya, kwa sababu masomo ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Na wauliza kina mama, tumeweka pesa nyingi kusomesha watoto wa Kenya. Tumeajiri kwa miaka mitatu waalimu 1,100, tunaajiri waalimu wengine mwisho wa mwaka huu. Kwa sababu nimesema hatutaki mtoto aende shule akose nafasi ya kusoma. Every child in Kenya apate nafasi ya kusoma. Tumeweka pesa ya kutosha kwa mambo ya kujenga madarasa. Tumenyorosha ile program ya CBC, na vile vile tumepeleka mapendekezo bunge ili tuwe na funding model ambayo itahakikisha kila mtoto ambaye anapata kwenda university ama kwenda KMTC ama kwenda TVET wawe na pesa ya kutosha bila ya wazazi wao kuwa na mzigo ya somesha watoto wale. Tuweze kuhakikisha kwamba there is enough resources to teach all our children that are placed in our TVETs, in our Kenya Medical Training Centers and in our universities. Hiyo kazi yote tuweze kushirikiana kwa pamoja. Mimi vile vile nataka niwaulize kina mama wa ABC, mujisajili ndani ya SHA, kwa sababu pale nyuma watu wengi waliuza mali yao, wengine wakauza mashamba, wengine wakauza ng'ombe, wengine wakauza mali kwenda kulipia gharama ya hospitali. Mambo ya hospitali ikawa ni kama starehe ya watu matajiri, wale wako na kazi na wale wako na uwezo. Na ndio nilisema tutengeneze universal health coverage. Leo ukijisajili ndani ya SHA, nia yetu kama serikali ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi aende hospitali, atibiwe, aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Kila mwananchi. Hapa Machakos County, furaha yangu ni kwamba wananchi wa Machakos County 1,820 wamejisajili ndani ya SHA tayari. 58% of the people in Machakos County are already registered in SHA. Kwa mwaka moja na nusu tumetuma pesa hapa kutoka SHA shilingi bilioni 3.5 ya kulipia gharama ya hospitali ama facilities ambazo ziko hapa Machakos County. And we are doing it in every part of the Republic of Kenya. Na wauliza nyinyi kina mama, mumejisajili ndani ya SHA ama bado mnangoja? Mumejiandikisha? Kina mama mmejiandikisha? Hebu nione kwa mkono wala wamejiandikisha. Hala, nyinyi wote mumejiandikisha? Na mimi furaha yangu ni kwamba leo ukienda kijiji fulani utakuta mzee, kijana ama mama ambaye anasema amelipiwa na SHA. Ukienda mahali fulani utasikia amelipiwa na SHA. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Wale wengi ambao wanasema SHA haifanyi, wao hawajajisajili ama hawajagonjeka ama hawajawahi kwenda hospitali. Mimi nawauliza tuachane na maneno ya porojo,
wewe ujiandikishe ndani ya SHA, ile ingine tutapangana kama serikali, na mimi nitanyorosha hiyo maneno mpaka ifike wakati hakuna Mwanakenya mmoja hata mmoja ambaye atalipishwa akienda hospitali. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa sababu leo mimi nimefika hapa kama mgeni wenu, na bado tuko na shughuli nyingine kwa university hii ya Scott. Mimi nimezaliwa na kulelewa na kanisa la AIC, na hii ndio university yetu hapa. Tuko na maneno kidogo, lakini tutapanga. Nimekubaliana na Vice Chancellor wetu wa hapa, na ile kazi tumekubaliana, wale makontrakta watakuwa hapa Tuesday tuweze kujenga mjengo wetu mkubwa wa university hii yetu, ndio watoto wa Kenya wengine wengi wapate pia nafasi yao ya kusoma katika university yetu hii ya Scott Christian University. Mimi nafurahi, nasema asanteni sana kwa kunikaribisha hapa. Mimi nawaomba tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja ili tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mwisho, mimi nawauliza wale ambao wote tumepata nafasi ya kuwa viongozi katika taifa letu la Kenya. Kiongozi anapimwa kwa ile kazi anafanya. Kiongozi hapimwi kwa porojo, maneno, matusi, mambo ya chuki ama ukabila. Kila kiongozi anapimwa na kazi amefanya. Na wauliza viongozi wote, kila mtu afanye bidii, ndio wakati ukifika hawa wananchi watajua ni nani amefanya kazi, ni nani wa matusi na fujo na fitina na mambo ya ukabila na chuki. Sisi tunataka kupiga hatua ya kwenda mbele. And I might say this, that as the people of Kenya, we have raised the bar of leadership. It is no longer about insults or slogans. It is about a track record, a plan, an agenda, and a program. The people of Kenya will assess every leader on account of their track record, on account of their plan and their vision. So, watu wa Kenya hawana haja na wale wanatubagua ama wale wanatugawanya. Wale ambao wanagawanya wa Kenya, ati hawa ni cousins, wale ni wasaliti, wale ni maadui, wao hawana nafasi katika Kenya hii. Kenya hii inahitaji umoja. Wakenya wote ni ndugu moja. Sisi wote tunafaa mbele ya Mungu, na ni mapenzi ya Mungu sisi wote tukae kwa amani na kwa umoja. Na ndio mimi nashukuru kanisa letu la ABC kwa sababu nyinyi vile mumejitolea na mnafanya bidii, mnaweka kielelezo kizuri kwa taifa letu la Kenya ili tuweze kutembea kwa pamoja. Nyinyi vile vile nimesoma, mumesema pale kwa ile pamphlet mumetupatia hapo, mumesema medhu mbe, ama mmesema namna gani? Ati macho mbele. Mumesema macho mbele. Ndio mimi nasema beyond 2030. Macho mbele. Beyond 2030. Sisi inaonekana tuko safari moja. Vile nyinyi mnasema macho mbele, ndio tunasema hata na sisi pange mambo yetu beyond 2030. Macho mbele. Na kwa sababu hiyo mjumuike